Mara kadhaa tumekuwa tukihimizana na kushauriana kwa habari ya kusali rozari takatifu kama njia ya kufikisha maombi yetu kwa Mwenyezi Mungu kupitia mikono ya Mama Bikira Maria, mama wa msaada wa daima, malkia wa rozari, malkia wa mbingu, mama wa Wakristo. Lakini kuna kitu kimoja ambacho Mtakatifu Louis wa Montfort aliwahi kuandika, akasema kwamba unaposali rozari takatifu, ogopa sana kunaswa katika mitego miwili mikubwa ambayo watu wengi huwa wananasa katika hiyo mitego. Kwa hiyo unaposali zingatia sana hivi vitu viwili, zingatia sana usinase katika hiyo mitego miwili. Mtego wa kwanza ni mtego wa kusali rozari bila kuomba neema yoyote. Yaani mtu anasali rozari kiasi kwamba hata mtu akikuuliza nia ya rozari yako, wewe mwenyewe unakuwa hujui unasali kwa sababu gani. Lengo la kusali rozari haujui unasali kwa sababu gani. Basi Mtakatifu Louis wa Montfort anatushauri kuhakikisha unaposali rozari kunakuwa kuna neema fulani za kipekee unazoziomba. Zinaweza kuwa ni kimwili, kiroho, kwa namna yoyote ile, kuhakikisha sala yako ya rozari umefungamanisha na ile nia na ile neema unayoiomba. Inaweza kuwa ni kuachana labda na dhambi fulani ambayo imekuwa ikikutesa kwa muda mwingi, au kuomba neema fulani kimwili, kiroho. Kwa namna yoyote ile, lazima rozari yako iwe imefungamanishwa na ombi fulani, unaomba neema fulani. Huo ni mtego wa kwanza ambao waamini wengi tunaposali tunakuwa tunanasa katika huo mtego, tunasali bila kuomba neema yoyote. Na mtego wa pili, Mtakatifu Louis wa Montfort anatuambia kwamba unaposali rozari usisali rozari kwa lengo la kuimaliza. Yaani unasali rozari ili kukamilisha ratiba, kwamba jana nimesali na leo nimesali. Yaani unasali kwa lengo la kukamilisha tu ratiba. Unakuta mtu anasali kwa haraka, maneno anayosema hayasikiki, kiasi kwamba hata yeye mwenyewe hawezi kuelewa, yani hawezi kuelewa ni anatamka maneno gani, yani anakimbizana, anakimbia sana. Huo ni mtego ambao Mtakatifu Louis wa Montfort anatushauri tuweze kuepuka sana. Unaposali rozari yako, hakikisha kwamba unakielewa kile unachokisali, unahakikisha kwamba unachokisema, unayoyatamka, basi hata mtu akiona unachokisema ajue kwamba kabisa hichi kitu kinachosema kina maana, hichi kitu kinategemewa Bwana wetu Yesu Kristo aweze kukipokea katika hali ya ukamilifu kutoka katika mikono ya Mama Bikira Maria. Lakini Mtakatifu Louis wa Montfort anasema kwamba kuna watu anaposali rozari unakuta yani kiasi kwamba hata anachokitamka hakisikiki, anayoyasema hayasikiki, anasali anakimbizana kiasi kwamba labda anawahi ratiba fulani, yani anasali kwa ajili ya kukamilisha ratiba tu kwamba alisali. Huo ni mtego pia wa pili ambao tunatakiwa kuepuka sana. Na tukumbuke kabisa, unaposali sala hii ya rozari ni sala ambayo ina nguvu kubwa ya kumshinda ibilisi mwovu shetani, na kwa kuwa ina nguvu kubwa ya kumshinda ibilisi mwovu shetani, ni sala ambayo anapambana sana kuhakikisha anazuia watu wengi wasiifikie sala hiyo, au akuzuie kwa namna yoyote ile ushindwe kuisali. Kumbe katika hayo yote, hakikisha hakuna kitu kinachokuzuia wewe kusali rozari, kwa sababu sala hii ina nguvu kubwa sana ya kumshinda ibilisi, na ndio sala pekee ambayo ibilisi akipambana zaidi kuizuia, basi anakuwa amefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana katika mapambano yake. Kwa hiyo jitahidi usianguke katika hiyo mitego miwili, lakini jitahidi usianguke katika mtego mkubwa kabisa wa kushindwa kuisali kabisa, kwa sababu ya sababu mbalimbali ambazo unajiwekea, pengine ratiba zako au kitu chochote kile. Hakikisha hakuna kitu kinachokuzuia wewe kusali rozari takatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Mpaka wakati mwingine.